Kristo ametufanya sisi ufalme wa makuhani, ili tumtumikie Mungu kwa dhamana ukuu. Kanisa Kristo kubarikiwa na askofu siku yoyote kati ya Jumatatu kuu na Alhamisi kuu, Alhamisi ya amri katika Juma Takatifu kila mwaka. Ni muhimu makasisi wote wawepo katika ibada hii. Pale ambapo mazingira hayaruhusu wote kufika, basi pawepo na wawakilishi kutoka kila pande za dayosisi. Lakini safari hii tunamshukuru Mungu ametuwezesha makasisi wengi mpo, na wengine hawajawahi kuhudhuria na kuona ibada hii, lakini leo iwe ni nafasi yetu ya kujifunza na kuona jinsi gani ibada hizi zinafanyika kwa makasisi wetu wote. Askofu wa dayosisi huadhimisha misa hii pamoja na presbiterio yake, na katika misa hiyo pia ndipo uwepo wakfu mafuta matakatifu, hivyo huitwa misa ya Krisma. Lengo kuu ni kuonesha muungano komunio uliopo kati ya askofu na makasisi wa dayosisi yake katika ibada hii. Makasisi hurudia ahadi zao za ukasisi mbele ya askofu na waumini. Hivyo ni vema mapadre wote wa dayosisi wahudhurie ibada hii. Isipowezekana basi walao wawakilishi wa pande mbalimbali za dayosisi kama wakuu wa maeneo na na wahudhurie na kuadhimisha. Basi na tunaanza misa yetu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana wetu Yesu Kristo alisema, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Hii ndiyo amri iliyokuu tena ni ya kwanza, na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyokuu kuliko hizi. Katika amri kama lilivyoandikwa katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 61 kuanzia aya ya 1 hadi ya 9. Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 61 kuanzia aya ya 1 hadi ya 9. Sikilizeni neno la Mungu
kama lilivyoandikwa katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 61 kuanzia aya ya 1 hadi ya 9. Roho ya Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao, kuwaagiza hao waliao katika Sayuni wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Nao watajenga mahali pakale palipoharibiwa, watapainua mahali palipokuwa ukiwa zamani. Watatengeneza miji iliyoharibiwa, mahali palipoachwa kizazi baada ya kizazi. Na wageni watasimama na kulisha makundi yenu, na watu wa kabila nyingine watakuwa wakulima wenu na watunzaji wa mizabibu yenu. Bali ninyi mtaitwa makuhani wa Bwana. Watu watawaiteni wahudumu wa Mungu wetu. Mtakula utajiri wa mataifa na kujisifu utukufu wao. Ndilo neno la Bwana. Sikilizeni neno la Mungu latoka katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ile ya 1 mstari wa 5 mpaka wa 8. Sikilizeni neno la Mungu latoka katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 1 kuanzia mstari wa 5 mpaka wa 8. Sikilizeni neno la Mungu latoka katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 1 mstari wa 5 mpaka wa 8. Tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake, na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni Baba yake. Utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Amina. Tazama, yuaja mawinguni, na kila jicho litamwona, na hao waliomchoma, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu aliyeko na atakayekuja, Mwenyezi. Hilo ndilo neno la Mungu. Na pia tuweke tayari wimbo namba 495. Rajwale kwenye kitabu chetu kurasa wa 6. Pia tuweke tayari wimbo namba 495. Sifa kwako Kristo, Roho wa Bwana yu juu yangu.
wimbo namba 495. Tunango mwisho wa usiku, lini mwanzo wa mchana, ulimwengu si tayari kwa mavuno yako. Katika Injili kama alivyoiandika Luka mtakatifu sura ya 4 kuanzia aya ya 16. Injili kama alivyoiandika Luka mtakatifu sura ya 4 kuanzia aya ya 16. Injili kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu sura ya 4 kuanzia aya ya 16 hadi aya ya 21. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari
wa chuo, akamrudishia mtumishi, akaketi, na watu wote walio katika sinagogi wakamkazia macho. Akaanza kuwaambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Ndilo neno la Bwana. Kitu rahisi tu, amelewa mapombe yake huko, alafu asubuhi anataka asimame madhabahuni aendeshe misa. Ni hatari sana. Ama umefanya mambo yako huko, kupatana na Mungu, kuomba samahani kwa Mungu, yaani wewe unachukulia vitu rahisi. Sasa Paulo mtume anasema kuna watu tayari wamekufa kwa sababu ya kwenda kinyume na hayo, kudharau, kupuuza, kuona mazoea, kuchezea sakramenti. Umelewa pombe zako, umefanya mambo ya ovyo huko, unakuja unaendesha ibada ya madhabahu. Iko siku yatakutokea mambo mabaya, sio kitu cha mzaha. Hakikisha umejiandaa. Kasisi uwe umejiandaa, Wakristo wako unaowahudumia uwaeleze ukweli. Usije madhabahuni hapa kama hujajitakasa, hujajiweka safi, ndio uje ushiriki meza ya Bwana. Jambo hilo siku hizi sijui kama makasisi wanalikumbusha. Na kuna watu wengine wanaishi bila ndoa, lakini siku hizi unakuta tu na wao wanaunga foleni, unakuja kushiriki meza ya Bwana. Na makasisi nyinyi mnawaruhusu. Hiyo kitu haitakiwi kabisa. Mtu kama anaishi na mke bila kufunga ndoa, huwezi kumruhusu ashiriki meza ya Bwana. Mtu hajaungama hawezi kuja kushiriki meza ya Bwana. Lakini siku hizi unakuta meza ya Bwana inaandaliwa, mtu foleni, unakuta watu wote wanakuja kushiriki meza ya Bwana. Tumelegeza sana mashehe na nini kusimamia. Jiandaa. Kwa maana wenzetu wa Katoliki wanatangaza kabisa, kama wewe hukujiandaa kushiriki meza ya Bwana, usije hapa kushiriki. Kwa mfano, mtu anakuja kanisani amechelewa, anakuta nyinyi maungamo tayari mshafanya. Simamiwe na wazee wa kanisa. Wakimwona mtu yule ameshachelewa, watenge kabisa na viti vyao, wajulikane, asichangamane na wengine, mnamtenga akae labda pale. Kuna utaratibu tu wa kupangilia watu. Wakati wa kushiriki unamwambia kabisa, jamani, nyinyi mmechelewa, hamtashiriki meza ya Bwana. Usikije, sababu huwezi kushiriki meza ya Bwana bila kwanza kupata roho, kwa sababu watu lazima waelekezwe, wafundishwe, waambiwe. Sio tu isiwe kitu cha kawaida tu. Mtu hana ndoa, anaishi tu, lakini anaishi katika mahusiano, anakuja kushiriki meza ya Bwana. Hiyo haipo kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba sana hilo tulisisitize sana. Lakini pia katika siku ya leo tunakumbuka ile amri ya upendo. Siku ya Alhamisi Kuu manake ni siku aliyozindua ile sakramenti. Maana yake Yesu alionyesha upendo kwa mitume wale 12. Lakini na ndio kwa maana walinywea kikombe kimoja, na sisi tunanywea kikombe hicho kimoja.
Zamani, tangu zamani ilikuwa kikombe kile hicho tunakunywa wote humo, lakini baadaye hapa juzi kulipotokea maradhi, hasa maradhi ya ukimwi, watu wakaona hofu kwamba wengine wanaweza manake sasa tunaishi katika ulimwengu unaobadilika. Kanisa baada ya kuona malalamiko ya watu walikuwa tuna hofu, kwa hofu, kwa sababu kilishabarikiwa hapa vitakatifu, vimetakaswa na Roho Mtakatifu, vimetakaswa na Mungu, hakuwezi kuwa na contamination. Kama vingekuwa na contamination, sisi mapadri wote tungekufa, yaani wale waliokuwa kwa kipindi kile wangekufa, kwa sababu ulikuwepo maradhi yamekuwepo karne na karne. Kwa mfano, ulikuwepo ugonjwa wa ukoma, ulikuwepo ugonjwa wa tauni ambao ulikuwa unaenezwa na virusi, lakini watu waliendelea kushiriki meza ya Bwana kutumia kikombe hicho kimoja. Lakini ulipokuja ukimwi, basi watu wakaongeza hofu. Lakini pia kuna TB. Mapadri walikuwa wanahudumia wagonjwa wenye TB na wanaonyesha kikombe hicho na anamalizia kunywa yeye mwenyewe padri. Basi mapadri wangekufa wengi, kwa sababu unahudumia watu wengi. Lakini hatukuona hicho kitu. Lakini juzi hapa sasa ulipokuja ukimwi, watu wakasema tutaambukizana ukimwi. Hakuna cha kuambukizana, lakini ni hofu za watu. Ndipo kanisa likaamua kulegeza kidogo, kusema sasa basi badala ya kunywea kikombe kimoja, basi sasa watu wachovye. Lakini hata kule kuchovya, tunachovya kwenye kikombe hicho kimoja. Katika mapokeo yetu hakuna kutumia vikombe vile wanavyotumia sijui wa KKKT na wa Low Church. Sisi kwetu ni mwiko kabisa hivi, kwa sababu sisi tuna enzi sakramenti. Hakuna kutumia vikombe. Sijui siku hizi watu, nimeona kanisa moja watu walianza kufanya, nikapiga marufuku, na napiga marufuku katika diocese yetu na katika kanisa yetu yote ya KKKT. Hatufanyi hivyo hata hivi. Imemwagika kila mahali. Hiyo sio sawa. Ile sasa haiwezi kuitwa sakramenti kama tunavyo kwa tafsiri yetu sisi wa High Church. Wa Low Church wao wanafanya hivyo kwa sababu wao meza ya Bwana wanaichukulia tu kama ni ukumbusho tu, sio, hawachukulii kama mwili kweli kweli na damu kweli kweli ya Yesu Kristo. Wanasema hivi ni mkate unabaki kuwa mkate na unabaki kuwa divai kama divai. Kwa hiyo lazima mjue kitheolojia tunatofautiana sana. Kwa hiyo usije ukamwona wewe mtu wa matendo, kasisi wa kuone unawapenda watu, unawahudumia watu bila kujali jinsi walivyo, umaskini ama ni tajiri, ana mali ama hana mali, amesoma ama hakusoma, mwenye cheo ama hana cheo. Wahudumie watu kwa upendo wa hali ya juu sana, na wao watakurudishia upendo. Watakumbuka, watajua hapa yuko Yesu, hapa tunamwona Mungu. Watasema hapa tunamwona Mungu kwa sababu umewaonyesha upendo. Unawatembelea, unawauliza jamani, mmeamkaje? Habari ya huko kazini, habari ya huko shambani, jema, mambo ya nani, mazao yanaendeleaje? Waone unahusika katika taabu ya maisha yao. Waone wewe ni mtu unayejua mahangaiko yao. Usiende kwa Wakristo unaenda kulalamika juu ya taabu zako, shida zako. Hata wao wana shida zao. Wewe nenda kwao, wapelekee neno la Mungu. Wapelekee kwamba pamoja na taabu zetu, pamoja na mahangaiko yenu, lakini yuko Yesu anayetupenda sana, na yeye atatusaidia, atatutoa kwenye taabu zetu. Omba pamoja nao. Huo ndio upendo, na ndio Yesu alituambia, pendaneni ninyi kwa ninyi. Lakini wewe kasisi unatoka unaenda kwa Mkristo, unaenda kumpigisha stori za majungu. Unajua fulani yule, yuko hivi na hivi. Yule, yani wewe. Maandiko yanasema kinywa cha kuhani kitamke nini? Kinywa cha kuhani kitamke nini? Kwa sababu yeye ni nani? Kwa sababu yeye ni mjumbe wa Bwana wa majeshi.
Sasa wewe kinywa chako unaenda kumsema kiongozi wako vibaya, ama unaenda kumsema kasisi mwenzako vibaya mbele ya Wakristo wako. Wewe unafikiri hiyo ni sifa? Yaani inaonekana wewe wala huna hata upande wenyewe hujui kabisa. Yaani huna wito kabisa. Yaani wewe ni ovyo kabisa. Hata watu watakushangaa. Hivi kasisi anaweza kutamka maneno haya? Kwa sababu kila unachokisema itakuwa hatia yako mwenyewe mbele za Mungu. Wewe unaweza kuona mimi hapa naniona na mbona hawanioni. Unasogoa hapo kama watu wengine wanakushangaa. Sasa huyu ni padri huyu ni. Kwa hiyo sasa tuangalie sana imani. Tunatakiwa kutembea upendo, kufanya mambo yote katika upendo, sio katika chuki, fitina na majungu. Kwa hiyo ndugu zangu, upendo ni kitu kikubwa. Ndio Yesu alisema siku ile ya amri, kama mimi nilivyopenda ninyi na ninyi pendaneni hivyo hivyo. Ndio amri ndio itaitwa amri ya upendo, yani Alhamisi Kuu. Alhamisi Kuu maana Yesu alitangaza amri kuu ya upendo, kama tunavyoimba katika ule wimbo kwamba naimba ule wimbo gani unasema lililo kuu ni upendo, imani, tumaini na nani. Lakini katika hayo yote lililo kuu ni nini? Ni upendo. Kwa hiyo upendo ni kitu bora sana na tukitangaza. Lakini tumezungumzia habari ya kuzinduliwa kwa sakramenti na amri ya upendo. Haya ndio mambo makuu ambayo sisi makasisi tunapaswa kuyakumbuka. Lakini la tatu ni siku kama ya leo ndio makasisi tunarudia ile amri na tunarudia vile viapo vyetu. Na leo kubariki mafuta matakatifu. Haya ndio mambo. Kuna mafuta ya ubatizo. Kwa hiyo haya ndio tunakwenda kuyabariki leo. Na mafuta haya yatumiwe vizuri. Wengine wanaona kwamba mafuta haya ni kitu cha kawaida tu, lakini haya mafuta yakisha yabariki hapa yana uwezo wa kimungu, na mafuta haya yanafaa kwa wokovu. Mtu yeyote anayepaka mafuta haya anaupokea wokovu wa Mungu, kwa sababu yamebarikiwa, yametakaswa na yana uwezo wa kimungu. Mimi mara nyingi nimetumia mafuta haya kuwapaka wagonjwa na wameponywa kabisa. Kwa hiyo haya mafuta ni mafuta yanayofaa kabisa. Wengine wanafikiri mafuta haya ukienda kumpaka mgonjwa wanafikiri umeenda kumpaka mafuta ya mwisho maana yake unamsindikiza afe. Hapana, sio maana yake. Na wewe kasisi usiwe na imani hiyo. Ukiwa na imani hiyo ni imani ya wapagani wasiomjua Yesu. Imani ya wanaomjua Yesu, mafuta yale ni mafuta ya wokovu, ni mafuta ya kumponya, yanamfanya mtu aufikie wokovu wa Mungu. Kwa hiyo unapokwenda kumpaka sio maana yake unaenda mtu yule anakufa. Hapana, mtu anapona. Mimi nimewapaka mafuta watu namna hii na wamepona mpaka leo, bali wazima wanaishi. Siku moja na wengine hapa baadhi yenu nimewaombea, nimepaka mafuta yale na mmepona. Wapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe kasisi ujue yale mafuta unapopelekea mgonjwa, hata mgonjwa kama yuko kwenye koma, hajafa yule, bado roho yake ipo, wewe unatakiwa umwombee, umpake yale mafuta kwa wokovu na kwa uzima wake. Mgonjwa yule anainuka. Kwa hiyo tusiwaze yale mambo ya zamani kwamba mafuta haya manake mtu akipaka manake ndo anakufa. Hapana. Kama atakufa sawa, Mungu mwenyewe amependa. Kwa sababu hamna anayekufa isipokuwa Mungu ameruhusu hicho kifo kitokee. Kama Mungu hakupenda, huwezi kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo haya mafuta tunayakwenda kuyanani, na wakati wa ubatizo yale mafuta tunapaka wanafunzi wa ubatizo ili waingie katika
katika kumfuata, wawe wafanyike wafuasi wa Yesu Kristo. Kwa hiyo mafuta yale ni mafuta tunasema ya wanafunzi wanaoandaliwa sasa kuingia katika daraja la ubatizo. Kwa hiyo mafuta haya ni muhimu sana, lakini pia yako maji ya baraka. Maji ya baraka nayo tunayabariki. Yale maji tukishabariki yanakuwa nayo na uwezo wa kuponya, uwezo wa kufukuza mapepo, uwezo wa kuleta baraka na uzima. Kwa hiyo yale maji nayo tunatakiwa tuyatunze vizuri, yatumike kwa ajili ya kazi kama inavyotakiwa. Sasa wengine maji haya wanakwenda kuyauza. Hatuuzi maji haya. Wakae na maji ya baraka, kwa sababu yatumike kunyunyiza kwenye nyumba zao ili kuweka uwepo wa Mungu katika nyumba zao. Yatumike kwenye biashara zao. Mimi safari moja niliwaita wafanyabiashara, nikamwambia nyinyi leteni, kwa sababu nitaka kuwaonyesha nguvu iliyomo katika maji ya baraka. Tukaambia wale wafanyabiashara wote njoni kanisani, nikawaombea. Nilipomaliza kuombea nikaambia haya, na wapeni maji haya, kila mtu aende akanyunyize kwenye eneo lake la biashara, mtaona maajabu. Na kweli walipofanya hivyo waliuza sana mpaka wakashangaa, wakasema basi na mimi nahitaji yale maji ya baraka. Kwa hiyo viko vitu ambavyo sisi tunavyo, lakini watu wengi hawajui maana yake. Vyenyewe vinafungua baraka za mbinguni. Na pia usiache kuwaombea Wakristo wako. Ishi maisha ya kichungaji. Maisha ya kichungaji ni kuwaombea watu. Juzi mimi nilikuwa pale nyumbani naangalia ibada ya mchungaji mmoja ambaye kwa kweli alinigusa sana. Mchungaji huyu alikuwa baada ya ibada akawaita watu wote wale, akawaita wote, anasema njoni hapa mbele. Anamgusa mmoja, anamgusa mmoja. Jambo hili linaleta connection nzuri sana kati ya kasisi na Wakristo wako. Unamwekea mikono, unamwombea. Alafu pia uwajue Wakristo wako kwenye mtaa wako, wangapi ambao ni wagonjwa. Unawaita, jamani, mwenzetu ni mgonjwa, ninaenda kumtembelea juzi, ni mgonjwa, tumwombee. Mwenzetu yule yuko safarini. Yaani uwajue Wakristo wako, jamani, tumwombee mwenzetu. Ama amelazwa, hana uwezo, jamani. Lakini unakuta kasisi hafanyi, hatangazi hata mgonjwa yupo, anaendeleaje, Wakristo wenzake hawajui na yeye mwenyewe hajui. Sasa wewe ni mchungaji gani? Wewe unachunga roho gani? Kwa hiyo lazima unatakiwa kasisi ulifanye. Tusiwe makasisi wale wa kutangaza shida zetu. Unaenda kutembelea Mkristo kwa sababu anakupa kitu fulani, anakupa labda zawadi fulani ama hela, ndio wewe unakwenda kumtembelea huyo kila siku. Tusifanye hivyo. Watembelee hasa wale ambao hawana kitu, na watangaze kanisani, wajione wao ni watu muhimu sana. Na hakuna kitu muhimu kwa kasisi kama kutambua wale walio na hali ngumu, wasio na kitu. Ndio wale uwainue, uwatangaze kanisani. Mwenzetu jamani anahitaji msaada. Na watu watakuona kweli wewe unafanya kazi yako ya kuchunga. Lakini kama hatufanye hivi, maana yake hufanyi huduma ya Mungu. Wewe unafanya tu, unasubiri posho ya mwisho wa mwezi. Kitu ambacho ni kibaya sana. Basi ndugu zangu, hili tunakumbushana tu wajibu wetu. Bariki neno lake kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
Bwana akae nanyi. Pia Tuombe. Bwana, tunakusihi umpeleke Roho wako Mtakatifu mfariji kutoka mbinguni, ayaingie mafuta haya ya mizeituni ambayo umependa yapatikane katika miti ili kuburudisha akili na miili ya wanadamu. Kwa baraka yako takatifu umjalie kila atakayepakwa mafuta hayo yaliyo dawa ya mbinguni aweke salama akili zake na mwili wake, akaondolewe na huzuni na udhaifu na magonjwa yote, yawe mafuta yako bora yaliyobarikiwa nawe kwa ajili yetu, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mwana wako aishe na kumiliki pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima milele na milele. Bwana Mungu, uweza wa sadaka hii utuoneshe na udhaifu wa zamani wa ubinadamu wetu, tupatie uzima mpya na kutolea wokovu. Kwa yeye Bwana wetu Yesu Kristo aishe na kumiliki pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima milele na milele. Sana kuwaita waongoze kwa upendo watu wako watakatifu, wawalishe kwa neno lako na kuwaimarisha kwa sakramenti. Baba, yawapasa kuitoa kwa utumishi wako na kwa wokovu wa watu wako, wanapojitahidi kufanana na Kristo, wakikutukuza kwa ujasiri wa ushuhuda wao wa imani na upendo. Kwa hiyo sisi sote pamoja na malaika wakuu na jeshi la mbinguni lote pia tutakutukuza na kuliadhimisha jina lako tukufu, tukikusifu daima tukisema: utukufu una wewe, ambaye kwa rehema zako kuu ulimtoa mwana wako pekee Yesu Kristo, ili wote wanaomwamini wawe na uzima wa milele. Utusikie Baba wa rehema, tunakusihi ili sisi tukiupokea mkate huu na kikombe hiki kama mwana wako alivyotuamuru kwa washiriki wa mwili na damu yake. Yeye usiku ule aliotolewa alitwaa mkate, naye akisha kushukuru na kutukuza akaumega, akawapa wanafunzi wake akisema: twaeni mle, huu ndio mwili wangu utolewao kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa akisema: nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano jipya, imwagikayo kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Aliyotoa msalabani kwa ajili yetu mara moja na kuadhimisha ukombozi aliotupatia. Tunakushukuru Baba kwa ajili ya kufufuka kwake kwa uweza na mpaka tunakubali katika yeye, tukusihi tujaze Roho wako Mtakatifu ili tuwe na umoja katika kanisa lako ambalo alikusanya kutoka pembe zote za dunia. Kwa yeye na ndani yake iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, heshima yote na utukufu, baraka na shukrani na uweza jina la Mungu wetu hata milele na milele. Kama vile Bwana wetu Yesu Kristo alivyotuagiza akatufundisha, tunakumbuka kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama sisi tunavyosamehe waliotukosa, usitutie majaribuni, lakini utuokoe na mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amen. Mwana kondoo wa Mungu uichukuaye dhambi ya ulimwengu, Mwana kondoo wa Mungu uichukuaye dhambi ya ulimwengu,
Mkate tumegao ni ushirika wa mwili wa Kristo. Mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja, kwa maana sisi sote tulipokea sehemu ya ule mkate mmoja. Bwana mwenye rehema, hatustahili kukaribia hii meza yako kwa kuitegemea haki yetu wenyewe, ila kwa rehema zako kuu na za ajabu hatustahili sisi kuokota makombo chini ya meza yako, bali wewe ni Bwana Yesu usiyebadilika. Sifa yako ni kuwa na rehema daima. Kwa hiyo Bwana wa neema, utujalie tule mwili wa mwana wako mpendwa Yesu Kristo na kuinywa damu yake, ili sisi wenye dhambi tusafishwe mwili na roho, tukaishi siku zote ndani yake na yeye ndani yetu. Amen. Na tukaribie kwa imani tule mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyotoa na kuinywa damu yake aliyoimwaga kwa ajili yetu. Tukumbuke ya kuwa alitufia sisi, tumpokee yeye mioyoni mwetu kwa imani na shukrani. Tazama mwana kondoo wa Mungu asichukuaye dhambi za ulimwengu. Bwana, sistahili yangu ingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Bwana, sistahili yangu ingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Bwana, sistahili yangu ingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo tulinde mwili na roho hata uzima wa milele. Daima nitauimba wema wa Bwana. Nitautangaza uaminifu wake. Baada ya wimbo kwa namba 342. Amen.
tunayatafuta katika maisha yasiyodumu, tuyapate kwa kipawa cha maisha ya milele, kwa Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, aishiye na kumiliki pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima milele na milele. Tumshukuru Mungu. Nafsi yangu muhimidi Bwana. Naam, yote niliyotenda. Nafsi yangu muhimidi Bwana. Wala usisahau fadhili zake. Akusamehe maovu yako yote. Akuponya magonjwa yako yote. Akukomboa uhai wako na kaburi. Aushibisha mema uzee wako. Muhimidi Bwana, ni matendo yake yote mahali pote kwa milki yake. Utukufu na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Jina la Bwana lihimidiwe. Msaada wetu ni katika jina la Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Akubarikini Mwenyezi Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana wetu Yesu Kristo alisema, kama Baba alivyonituma mimi, Kwa amani. Fungu namba 317. Fungu namba 317. Kitabu cha Ibrania, kurasa 113. Ninafanya kazi nitanyele. Mafuta matakatifu. Mafuta kiumbe cha Mungu
Kwa jina la Baba Mwenyezi na kwa jina la Yesu Kristo na Roho Mtakatifu, kwa huku kukutajia la utatu usiogawanyika na uweza wa uungu ulio mmoja, na kutoa amri nguvu mbaya zote za adui zikutoke, ukorofi wote wa yule msingiziaji uwekwe mbali nawe, na namna zote za jeuri na hila na udanganyifu zikaondolewe na kufukuzwa mbali, ili usafishwe kwa sakramenti za Mungu, ukawafae watakaopakwa nawe, hata wasafishwe na dhambi zote, miili yao ikasafishwe, tayari kupokea neema yako yote ya rohoni, kwa yeye Bwana wetu Yesu Kristo, atakayekuja kuhukumu wa hai na wafu na ulimwengu kwa moto. Amen. Bwana, tuombe. Mungu, kwako wewe hutoka maendeleo yote ya rohoni, na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu waimarisha misingi ya dini katika mioyo iliyo dhaifu. Twakuomba Bwana, upende tunapende baraka yako juu ya mafuta haya. Wajalie wote watakaojilia josho jema la kuzaliwa mara ya pili, wasafishwe akili na roho kwa kupakwa kiumbe hiki. Mawazo yeyote yaliyomo mioyoni mwao yatoweke na kuguswa kwa mafuta haya matakatifu. Udhalimu usipate nafasi ndani yao, wala nguvu za adui uzima huu watakaopokea kwa kuzaliwa mara ya pili katika ubatizo. Kwa Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, aishie na kumiliki pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima milele na milele. Amen. Kwa hiyo Baba Askofu ataanza. Haya mafuta tunavuvia mara 3. Jana tumefanya leso. Mafuta matakatifu. Sala mafuta matakatifu. Sala mafuta matakatifu. Salam 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 mafuta matakatifu.
mafuta kiumbe cha Mungu, kwa Mungu Baba Mwenyezi aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na vyote vilivyomo, na kutolea amri nguvu zote za adui na majeshi yote ya msingiziaji na mashambulio yote ya hila za Shetani yaondolewe na kufukuziwa mbali nawe, ili wote watakaopakwa kwako wapewe hali ya wana wateule kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa jina la Baba Mwenyezi na Yesu Kristo mwana wake Bwana wetu, aishiye na kumiliki katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima milele na milele. Amen. Bwana akae nanyi. Inueni. Ndiyo wajibu wetu, ni haki tena ni faradhi kwetu kila wakati na kila mahali kushukuru Bwana Mtakatifu, Baba Mwenyezi, Mungu wa milele. Hapo mwanzo katika karama za wema wako uliagiza ardhi itoe miti yenye matunda, na katika hiyo miti mzeituni uzae tunda zuri sana lenye mafuta yanayofaa kwa krisma takatifu. Hata Daudi katika Roho alitangulia kuziona sakramenti za neema yako, akabashiri kuwa mafuta yatamng'aza mtu uso wake, na hapo kale dhambi za ulimwengu zipolipiwa kwa maji ya gharika, huwa alionyesha mfano wa neema itakayokuja, akitangaza kwa jani la mzeituni kwamba amani inarudia ulimwenguni. Mambo haya yamethibitika kwa ishara ya dhahiri wakati wa sasa, kwa maana dhambi zote ziliondolewa kwa maji ya ubatizo. Nyuso zetu hukunjuliwa kwa kupakwa mafuta haya, na kwa hiyo ulimwamuru mtumishi wako Musa kwanza amtakase ndugu yake Haruni kwa maji, kisha amfanye kuhani kwa kumpaka mafuta. Na haya yalizidi kuongezewa heshima hapo Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako alipomwagiza Yohana ambatize katika maji ya Yordani. Ndipo kupeleka Roho Mtakatifu kwa mfano wa hua, ukamshuhudia kwa sauti ya kusikika kuwa ndiye mwana wako pekee upendezwaye naye, na hapo ukabainisha dhahiri ya kuwa ndivyo alivyotabiri nabii Daudi ya kwamba atatiwa mafuta ya shangwe kupita wenzake. Kwa hiyo twakuomba Bwana Mtakatifu, Baba Mwenyezi, Mungu wa milele, kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu, ukubali ukitakasa kiumbe hiki kwa baraka na ukitia uweza wa Roho Mtakatifu kwa nguvu za Kristo mwana wako, ambaye krisma hii imetajwa jina lake, ndiyo uliowapaka makuhani na wafalme na manabii na mashahidi, na kwa ajili yao watakaozaliwa upya kwa maji ya ubatizo. Uifanye imara krisma hii iwe sakramenti timilifu ya afya na uzima, hata watakaswe kwa kutiwa mafuta, wakaondolewe kionzi cha dhambi ya asili. Kila mmoja awe hekalu takatifu lililojaa harufu nzuri ya maisha yasiyo na hatia, hata wapewe cheo cha kifalme na ukuhani na unabii kwa kazi iliyoamriwa nawe, wakivikwa vazi la thamani lisiloharibika. Krisma hii iwawie mafuta ya wokovu, ikawafanye washiriki wa uzima wa milele na warithi wa utukufu wa mbinguni, kwa Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, aishiye na kumiliki pamoja nawe katika umoja wake yeye huyo Roho Mtakatifu Mungu daima milele na milele. Amen.
Machanganyiko haya yawawie kipatanisho wote watakaopakwa nayo, yakawalinde salama milele na milele. Amen. tulivyopanga haya mafuta, tunagusa chombo cha mafuta. Sala Prisma Takatifu. Salam 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 Prisma Takatifu.
Salamu Krisma takatifu. Salamu Krisma takatifu. Salamu Krisma takatifu. Salamu Krisma takatifu. Salam 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 Krisma takatifu.
matakatifu. Salam Prisma takatifu. 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 Salam Prisma Bwana Yesu apewe sifa. Baba Kenan. Amina. Tumekuwa na baraka sana siku ya leo kwa ibada kubwa ya kubariki mafuta matakatifu na ambayo imetanguliwa na retreat ya mashemasi na mapadre kwa siku 4. Naamini kabisa katika siku hii kuna vitu vingi ambavyo wachungaji wameweza kupokea. Sasa tungetamani kufahamu kama kanisa, wewe kama mwenyekiti wa nyumba ya wahudumu, una lipi la kuzungumzia kwanza kupitia matukio haya makubwa mawili, tukianza na retreat ya mapadre na mashemasi na ibada hii kubwa ya kubariki mafuta matakatifu ambayo ni kwa muda mrefu, lakini leo imeweza kutanisha zaidi ya mapadre 67. Karibu, labda tuanze kwa kujitambulisha, kisha unaweza kutueleza ni namna gani hili jambo linaweza kuwa na tafsiri pana zaidi kwenye kanisa na jamii. Nijitambulishe kwamba mimi ni Padre Canon Charles Liwata, ni mwenyekiti wa nyumba ya wahudumu Dayosisi ya Ruvuma. Awali ya yote nipende kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha usafiri salama, kuishi salama hapa Mbinga. Lengo kubwa la ujio wetu hapa Mbinga au kuishi kwetu hapa Mbinga ni kwa ajili ya faraga ya wahudumu, yani makasisi Dayosisi ya Ruvuma. Naam. Namshukuru Mungu sana kupitia uongozi wetu wa Dayosisi, yani Mwasha Baba Askofu ambaye ametuwezesha kuweza kutukusanya kuwepo katika faraga hii ambaye aliandaa yeye kwa ajili ya watumishi wake. Naam. Lakini sio hivyo tu, nisiishie hapo katika kushukuru. Na washukuru pia mitaa yote katika Dayosisi yetu ya Ruvuma kwa namna ya pekee walivyoshiriki kutuwezesha sisi makasisi kutoka katika mitaa yetu na kuweza kuhudhuria semina hii au faraga hii. Kwa kweli faraga ilikuwa ni nzuri sana. Mwalimu alikwenda kusimamia vizuri sana kwenye maeneo namna ya kutuweka sawa kama watumishi wa Mungu katika Dayosisi hii ya Ruvuma. Maeneo ambayo mkufunzi wetu alisimamia sana ni kuona maisha ya mtumishi wa Mungu yalivyo pamoja na Wakristo anaowaongoza. Naam. Katika maisha ya kiibada, lakini pia maisha ya ushauri, lakini pia kuona maisha ya kimaadili pamoja na uongozi wa mahali ambapo anawaongoza watu wa Mungu katika mtaa wake. Tumeipokea kwa moyo sana na tumebarikiwa sana, tumebarikiwa sana
ile faragha. Na kwa namna nyingine ya pekee sana, hata tulitamani kwamba faragha kama hizi zingeweza kufanyika mara kwa mara, kwa sababu zenyewe zinamfanyisha mtumishi wa Mungu kuanza upya katika utumishi wake. Japo tumesoma, watu wamefika kwenye vyuo mbalimbali, watu wana theolojia zao, lakini pasipo kukumbushwa wajibu, maana yake ni sawasawa na redio ambayo imeishiwa betri na mwisho wa siku unahitaji kununua betri mpya ili kuifanya endelee kufanya huduma ya kusikiliza au kuendelea kutumika. Kwa hiyo hata sisi tunafika mahali ambapo kwa kweli huwa kuna maeneo mengi. Maeneo mengine tunakata tamaa, maeneo mengine kuna vitu vya kuvunjisha ile nguvu ya kufanya utumishi wa Mungu. Lakini tunapofika tena kuja kujifunza upya hivi, inatufanya sasa kusimama tena upya na kuanza huduma tena mpya. Kwa kweli tumefurahi, tumefurahishwa na tumependezeshwa sana na semina hii. Asante. Labda ningeweza kufahamu kwa uchache, yapi majukumu ya nyumba ya wahudumu? Majukumu ya nyumba ya wahudumu inapatikana zaidi wakati wa sinodi, ikianzia hapo kwamba tunapofika kwenye sinodi, nyumba hii nayo inakuwa na ajenda zake kwenye sinodi. Kwa hiyo sisi kama viongozi wa sinodi tunao wajibu wa kuwaongoza au kuongoza kundi la watumishi wa Mungu. Mimi kama mwenyekiti wao wa nyumba ile ndiye ambaye kuyaongoza mawazo ya makasisi wengine, hatimaye kuweza kuyafikisha kwenye ile nyumba ya sinodi, kufikisha sinodi. Ili sinodi pengine kwa mawazo ya watumishi wa Mungu, pengine yako malalamiko, yako maombi kadha wa kadha. Kwa hiyo nyumba inafanya kazi. Lakini katikati ya sinodi pia tunaendelea kufanya ushauri sana, kwa sababu wako watumishi ambao waenda pengine kwa namna nyingine wanakata tamaa, pengine kuna jambo linawaumiza, lakini wanapokuwa wametupa taarifa, sisi kama viongozi wao tunajaribu kuwashauri, na wakati mwingine tuna sehemu kubwa sana ya mafanikio katika kuwashauri, hatimaye kuifanya nyumba iwe salama, lakini siwe nyumba yenye vurugu, nyumba ambayo imejaa chuki, nyumba ambayo haina upendano, nyumba ambayo imekata tamaa. Kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba nyumba yetu haina migogoro, watumishi wa Mungu wanafanya kazi kwa amani na haki zote na furaha na upendo uliopitiliza. Kwa dayosisi yetu ya Ruvuma tunaweza kufahamu kwa uchache kuna dinari ngapi, na mpaka sasa dayosisi ya Ruvuma ina makasisi wangapi? Dayosisi ya Ruvuma kwa sasa, mpaka sasa ninaongea, tuna dinari 11. Lakini kwa idadi ya watumishi wa Mungu makasisi yapata kama 70 na kitu hivi. Okay. Kwa sababu nimechukua idadi ya waliohudhuria semina, nimepata kama 68 hivi. Lakini ukiacha na wengine ambao wameshindwa kama yapata kama 10 na kitu au 10, ambayo inapata kama 71 au 2. Sina uhakika zaidi, lakini tuko kwenye 70. Asante. Nafikiri tunapozungumza kuanza upya, umezungumza kwamba kupitia retreat hii mioyo ya watu imeenda kugangwa kwa upya. Labda unatazamia nini kwa wachungaji baada ya hapa? Baada ya hapo tunachotarajia sana au tunachotazamia sana ni kuona kanisa lenye mabadiliko la mahali pote, lakini pia kuona kwamba utumishi uliobadilika wa mahali pote kwa kadri ya semina ilivyotuongoza. Asante sana, Mungu akubariki. Swali la mwisho, labda maendeleo ya kanisa kwa ujumla wake kwenye mitaa, dinari na hata dayosisi kwa ujumla yanachangiwa kiasi gani kwa uwepo wa mapade na wahudumu kwa umoja wenu ulivyo, na mnazikabili vipi changamoto mnazokutana nazo katika kuhakikisha kanisa linakuwa kiroho na kimwili? Tunaposema habari ya dayosisi, hatuwezi kuitaja dayosisi isiwe na mitaa yake. Tunaposema dayosisi maana yake ni mitaa. Kwa hiyo ina maana kwamba kubadilika au mabadiliko yatakayechagizwa na watumishi wa Mungu makasisi huko mitaani ndiyo sura halisi ya dayosisi. Maana yake ni kwamba kama mitaa itaamua pamoja na makasisi wake kuweza kusimamia jambo la mabadiliko ya kiroho na kimwili. Unapozungumza habari ya kimwili maana yake kiuchumi, lakini unapozungumza kiroho, watu kuwa na mwamko,
kuwa na mwamko wa mabadiliko wa maisha maadilifu, yani maisha yale kumjua Mungu zaidi. Maana yake ni nini? Watu wanaoishi kwenye hofu ya Mungu. Kwa hiyo tunapoona watu wenye hofu ya Mungu, hata unapozungumza habari ya maendeleo, kwao itakuwa ni jambo rahisi sana kulitenda, kwa sababu moyoni mwao mna hofu ya Mungu. Lile pengine lile litakayoagizwa na litakaloagizwa na askofu likamfikia kasisi wa mtaa, maana yake tayari watajua kwamba huyu ni Mungu, huyu aliyesema hivi ni Mungu. Kwa hiyo ukishaona sura hiyo katika kanisa, ujue kwamba watu hawa ni lazima watakuwa wamepiga hatua ya kimaendeleo, na ni ndio sura ambayo sisi tunahitajia sasa hivi. Japo kwamba kwa sasa tunaiona iko sura ambayo inaonyesha kwamba tuna maendeleo, lakini tunakwenda na maendeleo ya kutembea. Sisi tunataka tuone sasa tunakwenda kwenye maendeleo ya kukimbizana na teknolojia ilivyo kwa sasa. Amen. Nikushukuru sana Baba Kenani na mwenyekiti wa nyumba ya hudumu Diocese ya Ruvuma. Mungu akubariki sana. Amina sana. Asante. Nakubariki sana.